Mradi huu tunautekeleza katika kata 4 ikiwemo Shagihilu, ambapo tuna Shagihilu, Ndoleleji, Masanga pamoja na Mwakipoya. Mradi huu tunautekeleza kwa ufadhili wa fedha kutoka shirika la FELM ambalo ni Finnish Evangelical Lutheran Mission, liko nchi ya Finland. Kwa fedha ambazo tunazipata, tunatekeleza mradi ambao unalenga katika malengo makuu mawili. Lengo la kwanza ni kusaidia uwepo wa usalama wa chakula katika kaya, lakini na kuongeza kipato cha kaya. Katika mradi huu, ili kuhakikisha tunafikia kuongeza kipato cha kaya, lakini pia kuhakikisha usalama wa chakula, kuna shughuli tunazozifanya. Moja ya shughuli tunazozifanya ni kufundisha jamii kuhusiana na kilimo cha mazao yanayostahimili ukame. Na elimu hii tunaitoa kwa wanajamii wote pamoja na kaya lengwa za mradi, lakini na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo katika hili tunatoa mafunzo kwa wanajamii, lakini pia tunasaidia mbegu kwa baadhi ya kaya kwa ajili ya kuweza kupata mazao hayo yanayostahimili ukame kwa ajili ya kusaidia kipato cha familia, lakini lishe kwa familia. Pamoja na hayo pia tunahamasisha ufugaji wa wanyama wadogo wadogo kama kuku, mbuzi na hata nguruwe. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa wananchi ya kilimo bora na ufugaji bora ili waweze kufuga kuku na kuweza kupata kipato cha kuongeza uchumi wa familia. Lakini pia tunawafundisha wakulima kuhusiana na kilimo cha bustani. Kwa hiyo tunatoa mbegu na elimu kwa ajili ya kusaidia watu waweze kupata elimu ya kilimo bora cha bustani. Sambamba na hayo pia tunafundisha ujasiriamali ili kwenye familia kuwe na kipato cha kutosha, tusitegemee mvua kwa sababu mvua zetu pia ni za msimu. Lakini tunawafundisha ujasiriamali ili waweze kupata shughuli za kuwaingizia kipato wakati wanasubiri msimu wa mvua. Kwa hiyo pamoja na hayo tunawafundisha kutengeneza batiki kama tunavyoziona pale, sabuni, kuna urembo kama hereni, cheni, vikapu na sabuni za kuogea, sabuni za miche za kufulia. Lakini pamoja na hayo pia tunawasaidia kuwaunganisha na wanunuzi, watoa huduma ikiwemo mabenki pamoja na watu wengine ambao wanasaidia kununua bidhaa zao na kuwapa material kwa ajili ya kutengeneza bidhaa. Lengo la pili pia tunahakikisha kwamba usafi wa mazingira na utunzaji wa mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika hayo tunawafundisha wananchi kuhusiana na kuotesha miti, lakini pia kutunza miti ya asili inayojiotea ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia tunafundisha kamati za vijiji za kukabiliana na maafa. Kila kijiji ina kamati ambayo ina wajumbe kuanzia 15. Kwa hiyo tunatoa elimu ili katika yale malengo wanapopanga mipango yao ya kijiji waweze pia kupanga na mpango wa kuhakikisha kwamba kwenye kaya wanalima mazao yanayostahimili ukame, lakini wanatunza chakula kwa ajili ya kusaidia uwepo wa chakula na pia kuongeza kipato kwenye familia. Na pia tunawahamasisha watu kuweza kujenga na kutumia majiko banifu ili wakati tunaposema kuimarisha mazingira wasitumie kuni nyingi, ila utumie majiko ambayo yana kuni chache ili kuweza kutunza mazingira yetu. Na hiyo miti hatukati, ila tunahamasisha tuipruni, tunapunguza matawi kwa ajili ya kutumia kuni chache, miti iendelee kukua. Shagihilu. Pamoja na hayo pia tunasaidia usafi wa mazingira shuleni na taasisi. Tunajenga vyoo ambao tunajenga katika shule za msingi na shule za sekondari. Na hapa shule ya sekondari Shagihilu ni moja ya shuhuda, shule ya msingi Mangu ni moja ya shuhuda, tumeweza kujenga vyoo pale kwa ajili ya wanafunzi. Lakini pia tunajenga matenki. Kwa mfano mwaka jana tumejenga tenki katika zahanati ya Mangu ambao linasaidia kuhifadhi maji kwa ajili ya wagonjwa wanapoenda pale wasiteseke kupata maji. Lakini pia pamoja na hayo tunasaidia pia kutoa vifaa vya usafi kwenye shule zetu. Pia ambavyo ni ndoo pamoja na majaba kwa ajili ya usafi. Maji ya kule chooni wanafunzi waweze kupata, lakini maji ya kunawa mikono wakati wote. Pamoja na hayo pia tunafundisha klabu za mazingira kama tunavyoona watoto wetu hapa klabu ya mazingira leo wametupa nyimbo nzuri, hamasa ya kutunza mazingira kwa ajili ya afya zetu.
lakini pia tunaona tuna vijana, tunadili pia na vijana walioko nje ya shule kama tunavyoona timu zetu leo tumecheza. Lengo la tamasha hili leo ni kwa ajili ya kuhamasisha watu kwa wingi. Kama tulivyoona leo tumefika watu wengi, lakini pia timu zetu zimecheza toka michezo inaanza, bonanza linaanza, tulikuwa na meseji zetu ambazo tunapitisha kule kwa ajili ya kuandaa watu. Huu ni msimu wa kilimo na tunapoelekea kwenye kilimo lazima watu waandae mashamba vizuri. Kama ni samadi ipelekwe kule shambani, wanafundishwa jinsi ya kuotesha kwa mstari, kutunza mashamba mpaka mazao yanapovunwa kupelekwa nyumbani kwa ajili ya kuyatunza, pia kuwepo na uhakika wa chakula nyumbani. Kwa hiyo tunatoa elimu hii kwa wingi leo ili kuweza kuhakikisha tumefikia watu wengi, lakini pia watu wengi tumebadilika na kuhakikisha tunaboresha maisha yetu. Tunaelewana? Kwa hiyo kupitia tamasha hili tunaamini kwamba hii ni mbegu ambayo tumeipanda na itaenda kuota kwa kufikia watu wengi zaidi. Kila aliyekuja akifika nyumbani ataongea na wanafamilia, utaongea na majirani na hata vijiji jirani. Kwa hiyo elimu hii itafika kwa watu wengi na tunategemea mabadiliko zaidi katika kata yetu ya Shagihilu na kata zingine pia zitaona jinsi tulivyofanya. Kwa hiyo kupitia tamasha hili tumelifanya leo tarehe 14 mwezi wa 10. Tumelifanya kabisa mahususi kwa sababu tunajua leo ni siku ya kumwenzi baba wa taifa hili hayati Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo kupitia tamasha hili tunadumisha umoja wetu, mshikamano wetu ili tuweze kuenzi yale mazuri ambayo aliyotupatia baba yetu wa taifa. Kwa hiyo kupitia hii tumeungana kijiji cha Mangu na Shagihilu na kata nzima. Tumekuwa na umoja ambao utaendeleza kama alivyokuwa anatuasa baba wa taifa kwamba tuwe na umoja, tusibaguane kwa kabila, tusibaguane kwa dini zetu wala kwa chochote. Kwa hiyo kupitia tamasha hili tuungane, tutekeleze shughuli zote ambazo tunazotekeleza kama wanajamii, shughuli ambazo tunatekeleza kama TCRS kwa ajili ya kuhakikisha maendeleo ya jamii, kwa sababu sisi TCRS hatuna sera zetu, lakini tunaunga jitihada za serikali mkono.